Leo ni siku ya maombi na mahubiri ambayo nitakayoleta hapa yatatupeleka kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo andaa moyo wako, andaa moyo wako wa kusikia, andaa moyo wako wa kupokea, andaa moyo wako kwa ajili ya maombi. Nitazungumza kwa dakika chache sana, lakini dakika nyingi tutazitumia kwa ajili ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Funika macho yako tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante Bwana Yesu kwa sababu ya siku ya leo. Ni siku ya tarehe 30 mwezi wa 3 mwaka 2025. Umenipa nafasi kuwepo mahali hapa Bwana, katika usharika huu ambao Bwana Mungu umeniweka kama kunilea na kulea utumishi ambao umeweka ndani yangu. Nami ninaomba Bwana katika jina la Yesu Kristo, kila ambacho Mungu amekusudia kusema nasi, ukapate kusema nasi sawa sawa na uaminifu wako, katika jina la Yesu Kristo, na watu wote tuseme amen. Naomba tuketi. Somo ambalo Mungu amenipa niweze kuzungumza na wewe katika siku ya leo, nilipokuwa na tafakari, nilipokuwa ninaomba, yalikuja masomo mengi sana, na hii ni changamoto pia kwa watumishi wenzangu wananielewa, wale ambao wanasimama mara kwa mara kwenye madhabahu katika maeneo mbalimbali. Masomo Mungu ambayo wanatupa ni mengi na ni mazuri. Kila somo ukilitazama, ukiliangalia, unasema kwa kweli hili ukilizungumza mahali fulani litafaa. Lakini Mungu huwa ana kusudi na kila ujumbe ambao amekusudia kuzungumza kulingana na watu wa eneo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Na somo hili ambalo Mungu amenipa, nina uhakika kabisa Mungu ana kusudi na kuliachilia. Kama mkao wa kupokea, nimesema kama mkao wa kufunguliwa, kama mkao tayari wa kusikia, upate kuelewa ili upate kutendea kazi. Kwa sababu baada ya kusikia somo hili na ukilielewa na ukilitendea kazi, kuna mambo mazuri yatatokea ushirikani huu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi natamani kila nyakati, kila majira kwenye ushirika wetu mambo mazuri yatokee. Habari njema zitokee kila eneo. Na somo ambalo ninalozungumza ni hili. Kwa hiyo kama unaandika itakusaidia kwa baadaye, ni kumbukumbuke yako ya baadaye itakusaidia. Somo linasema maombi ya kujiachanisha na roho ya Kaini. Maombi ya kujiachanisha na roho ya Kaini. Maombi ya kujiachanisha na roho ya Kaini. Kabla sijaingia ndani, kipindi ambacho Mungu amemuumba mwanadamu, alimuumba mwanamke na mwanaume. Na alipomuumba mwanamke na mwanaume, alimuumba katika sehemu mbili. Ya kwanza rohoni, ya pili mwilini. Kwa hiyo wasomaji wa Biblia wanaelewa Kaini alikuwa ni mtoto wa nani. Sasa hapa sizungumzi mtoto wa kwenye Biblia, ninazungumza roho iliyokuwa ikitawala juu ya Kaini. Bwana Yesu asifiwe. Nasema tena, ninazungumzia roho iliyokuwa inatawala au
iliyokuwa inamwendesha Kaini. Na wasomaji wa Biblia wanaelewa Kaini alikuwa ni miongoni ya watoto wa mwanadamu wa kwanza aliyeumbwa na Mungu, mtoto wa Adamu pamoja na mke wake. Na miongoni ya watoto walikuwa ni watoto wawili ambao tunawasoma kwenye Biblia, Kaini na Habili. Kwa hiyo sipo kueleza tu habari za Kaini na Habili, ila nipo kukueleza na kukuonesha roho iliyokuwa inatawala juu ya Kaini, na nipo kukufunulia hisi ambayo ilikuwa imejificha kwa muda mrefu na wachache walikuwa wanaifahamu, lakini pengine ilikuwa ni muda haujafika kuweza kuifunua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo naenda taratibu, na hii roho inaweza kuwa inaishi ndani ya watu, ndani ya familia, ndani ya taifa, ndani ya kanisa, na watu wasijue, watu wasielewe. Ni mpaka ni uingie mbele za Mungu kumwomba akujulishe, akueleweshe inatendaje kazi, inafanyaje kazi, mambo gani yanatokea, mambo gani yatakao kuonesha ya kwamba roho ya Kaini ipo na inatawala. Leo hii tutaifahamu katika jina la Yesu. Narudia tena, leo hii siri hii tutaifahamu katika jina la Yesu. Na lengo la kuifahamu siri hii, tunataka kuona mambo mazuri yakiendelea kutokea ndani ya ushirika. Ndio lengo hili. Tunatamani kuendelea haina maana kwamba mambo mazuri yanatokea, lakini tunatamani kuendelea kuona yakiendelea kutokea zaidi, kwa sababu Mungu ni wa utukufu hata utukufu. Sasa kabla tujaingia ndani zaidi, nataka tuangalie kwanza tabia za roho ya Kaini ndani ya mtu. Kabla tujaingia kwenye maombi, nataka tuangalie kwanza haraka. Hapa nazungumza tu haraka, nakupa tu vitu haraka. Tabia ya roho ya Kaini ndani ya mtu. Tabia, tutajuaje kama mtu huyu ana roho ya Kaini ndani yake? Utajuaje kama mtu huyu Timotheo ana roho ya Kaini ndani yake? Utajuaje Misharika ana roho ya Kaini ndani yake? Utajuaje watoto wako wana roho ya Kaini ndani